Hizi ni zao kula chakula kwa baadhi ya mikoa hapa nchini, lakini tu sio zao la chakula, pia ni zao la biashara. Na angalia hapa, hii sio uwezo wa kawaida. Hii ni kazi ya mdudu ambaye huwa anashambulia shina la mgomba kutoka ndani kuja nje mpaka mgomba unakuwa unakosa afya, unakuwa dhaifu kiasi kwamba huwezi kujisapoti wenyewe na unaanguka. Sasa huyu mdudu tunawezaje kumtambua, lakini pia tunawezaje kumdhibiti? Nitakueleza leo moja baada ya jingine. Twende pamoja. Tuliongea kuhusu huyu mdudu ambaye anasumbua migomba na kufanya migomba ianguke tu bila sababu yoyote. Huyu ni banana wivu na anashambulia sana katika hatua yake ya ukuaji ambayo ni hatua ya funza. Ukiangalia hapo unamuona huyu funza. Huyu akishaingia huku ndani ni anakula, anatoboa na mpaka mmea unakuwa unakosa nguvu, unaweza ukaanguka wenyewe. Hii ukiangalia huyu alikuwa anakaribia kuwa mdudu kamili, huyu hapa. Sasa leo nitakueleza mbinu mbalimbali za kumdhibiti huyu banana wivu. Mojawapo ni mbinu ya kutumia mitego. Na kwenye huu mtego tunachokifanya, utakata shina la mgomba. Baada ya kukata shina la mgomba, unaweza kaweka mtego kwa namna 3. Unakata vipande vya mgomba angalau sentimita 30, 45, 30 mpaka 45. Ukikata ukata katikati. Ukikata katikati unaweka kuzunguka mgomba. Unaweza ukaviweka 2 au ukaviweka 3. Lakini namna nyingine unaweza ukakata namna hiyo, lakini ukakata kwa mduara. Mduara yanaweza kawa na sentimita labda 15 au sentimita 15. Yasiwe marefu sana kwa sababu utakuwa unapoteza tu bure. Kwa hiyo unakata ya maduara, yaweka vile vile kuzunguka shina la mgomba. Unaweza ukaweka 2 au unaweza ukaweka 3 pembeni tu ya mgomba kama ambavyo hapa ninaweka. Au namna nyingine unaweza pale ambapo umekata ule mgomba ukafunikia na majani haya ya juu ya mgomba, ukayafunikia hapo juu. Then baada ya hapo unaweza ukauacha mtego kwa masaa 24. Kwa hiyo hapa niliweka baada ya masaa 24 nikaja kuangalia. Na unaacha baada ya masaa 24, lakini mtego unaweza kufanya kazi hadi baada ya siku 4. Kwa unakuja kuangalia kila baada ya masaa 24. Na baada ya masaa 24 ukija kuangalia utakuta wale banana wivu lazima utawapata chini ya ule mgomba. Kama kweli hilo shamba limeathiriwa na banana weevils. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu banana weevils wanavutiwa na ile harufu inayotoka kwenye lile shina la mgomba ambalo limekatwa. Kwa hivyo watakuja asubuhi, ukija kuwatoa, unawatoa na unawakusanya wote. Baada ya kuwakusanya, unaweza ukawaangamiza kwa namna mbalimbali. Kwanza unaweza ukawachoma, lakini pia unaweza ukachimba shimo ukawafukia. Na kama unataka watumia kwa utafiti, unaweza ukawachukua ukawaweka kwenye alcohol alafu ukawatumia. Mimi kwa sababu nilikuwa nataka niende nikawaangalie zaidi maabara, niliwawekea alcohol nikaondoka nao. Namna nyingine pia unaweza ukawaponda ukawa crush na ukawa umewaangamiza. Namna hii ni nzuri ya mitego kwa sababu inakusaidia kuweza kuwapunguza idadi yao. Ukipunguza idadi yao, unapunguza mashambulizi kwenye mashamba yako. Nyingine ya kuwadhibiti ni kuhakikisha usafi wa shamba. Hakikisha unaondoa majani, migomba iliyokufa, magugu, kwa sababu haya mabaki yanakuwa ni sehemu nzuri sana ya banana wivu kuendelea kuzaliana na kushambulia shamba lako. Angalia, kwa mfano haya ni mabaki ambayo yalikuwa yameachwa. Hapa kwenye haya mabaki yaliyokuwepo shambani kulikuwa kuna asilimia kubwa sana ya banana weevils. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha shamba lako linakuwa safi ili kupunguza idadi ya hawa banana weevils. Kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo kabla hatujaanza kuwaza kutibu na kuweka mitego, muhimu sana ukitumia miche ambayo inazalishwa kwa ubora. Tumia miche ambayo ni safi, na miche ambayo inashauriwa ni miche ambayo imezalishwa kwa tissue culture ambayo inakuwa haina vijidudu vya magonjwa. Au hata kama umetumia miche ambayo sio ya tissue culture, lakini jiridhishe na ubora wa miche hiyo na kwamba miche haina wadudu, kwa sababu unaweza kuta shamba liko halina wadudu, lakini miche unayoleta shambani unaileta tayari ikiwa na mashambulizi ya wadudu. Nimekueleza mbinu kadhaa ambazo ni rahisi na zisizo na gharama kubwa katika kudhibiti hawa banana weevils. Hebu tuambie kama kuna njia nyingine ambayo unaitumia ambayo sijaitaja, tuandikie kwenye comment. Na je, katika hizi ambazo nimezisema, ipi ambayo utachagua kuitumia? Ili ufaidike na kilimo unachofanya, lazima ukubali kufanya kilimo chako kitaalamu. Kumbuka kwamba kilimo ni sayansi.
Hakikisha unafuata mbinu bora za kilimo ili upate mazao ambayo ni bora. Mimi ni Jennifer Carol. Tukutane tena kwenye somo lingine. Asante.